Kama nilivyokuambia nimetoka familia ya Kiislamu na nimesoma mimi Qur'an. Hata watazamaji zangatajia yafanda akajua kwamba kusema hivi wakajua kwamba ni mtu anasoma Qur'an. Kwenye Qur'an kuna aya moja ambayo ni maarufu sana na kila Muislamu lazima ifahamu hii. Nasema alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yesu hajasafiri ni track moja nzuri sana ya mtumishi wa Mungu Obi Alpha kutokea kule Mbeya Tanzania, na sasa anamtumikia Mungu hapa jijini Dar es Salaam. Na kama Yesu hajasafiri, sasa sisi tumesafiri kuhakikisha kwamba tunawapata wale mabalozi wa Yesu. Hii ni Kimara Temboni, Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni ndugu yako hapa Bright Mbwilo, nyuma kamera director Shady Brand, lakini producer wa kipindi Dickson John Manko. Tuko hapa na Pastor Innocent wa makanisa ya GICC. Na umeichagua Kimara Temboni kuwa eneo lako la kuabudia, sio? Sawa, Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Amina, Bwana asifiwe mtumishi wa Mungu. Amen. Ninafurahi sana kwa siku ya leo. Na ndugu watazamaji ambao wanafuatilia. Sasa niko na mtumishi wa Mungu mkubwa sana, Afande Blight. Mtumishi wa Mungu umeokoka lakini umejichanganya mambo mengi sana. Mungu akubariki sana. Mambo mengi ya watu, yani muda ni mchache, unajua pastor. Muda ni mchache. Watu watakao kumtumikia Mungu. Wanasema nini Zaburi 119? Jinsi gani kijana aisafishi njia yake kwa kulitii na kulifuata neno la Mungu. Ndio hivi tumekufuata wewe mtumishi. Amen. Tuweze kufahamu mengi, vijana natamani kujifunza. Karibuni sana. Lakini leo ni random question. Wow. Yes, so tunapiga story. Amen. Kama ambavyo tumewajuza watu. Natamani tufahamu idea ya wewe kuja kuweka kanisa Kimara Temboni, na nafahamu unatokea Mbeya. Yes, kutoka Mbeya mpaka Dar es Salaam. Dar es Salaam ni ngumu sana. Amen. Of course, mimi ni mzaliwa wa Tanga. Yes. Na baba yangu mama yangu wote ni Waislamu. Yes. Nimekaa kwenye familia ambayo ni ya Kiislamu na nimeelewa katika misingi ya Kiislamu. Wow. Takriban miaka 19 nyuma iliyopita. Na ashukuriwe Mungu kwamba nimejifunza vitu vingi kwenye dini ya Kiislamu. Na nikiwa katika familia ya Kiislamu nimekuwa na kujifunza dini ya Kiislamu. Na sasa hivi watu wakasema Shalom alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam, kwamba sisi ni wamoja. Yani wote watoto wa baba mmoja. Yani shida hapo inakuwaga wapi? Yani ukileta Muislamu hapa Mkristo hapa mnataka kubishana mpaka muoane. Shida inakuwaga ni nini? Nafikiri watu tu wanaofahamu. Kwa sababu kwenye of course kama nchi yetu ya Tanzania ni nchi nzuri sana. Utakuta Muislamu ameoa kwa Mkristo, lakini Mkristo kaolewa kwa Muislamu kwenye ukoo huo familia hiyo. Ndio utagundua na sisi leo ni watumishi wa Mungu, lakini tumezaliwa na familia na baba na ukoo mzima ni Waislamu. Na mpaka unaishi nao vizuri kabisa. Na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanatuambia kila mtu anao uhuru wa kuabudu na kuamini dini anayo. Anaamini. Kwa mimi naweza nikazaliwa na fulani lakini nikaamua kumwamini fulani. Kabisa Kikubwa tu hatukashifu dini ya mtu. Lakini tunamwamini Mungu aliye mmoja. Mimi huwa nasema labda kuna changamoto ile kutokea. Ukiongelea Nabii Isa, wao wanamjua ni nani? Kule wanamjua kama Nabii Isa, huku wanamjua kama Yesu Kristo. Kwa hiyo ni watu mnabishana kutoka Tanga kuja Dar es Salaam, atakupita wapi? Kumbe kuna mwingine pale Msata, anaweza kazunguka Bagamoyo, mwingine akazunguka Chalinze. Na wote mkafika wapi? Dar es Salaam. Kwa hiyo ilikuwa shida tu ni uelewa. Labda pengine na misingi, kwa sababu wanasema ukimwamini Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako anakufanya kuwa huru zaidi. Labda tuseme tu kwenye hivi vipengele vingine labda hivyo ndo. Kwa sababu kwa ufupi ya Fund Blight pamoja mimi nakuwa katika mazingira hayo. Nyumbani kwetu kuna msikiti mkubwa sana. Na tumekuwa katika mazingira hayo, lakini baada ya kutoka katika mazingira hayo kumpokea Kristo sasa, na nilipata hiyo neema na baadaye ngaja Dar es Salaam, nimepokelewa na Waislamu. Mimi nimekaa kwa Waislamu, nimeishi kwa Waislamu nikiwa nimeshaokoka. Na asilimia kubwa kwa sehemu fulani nimesomeshwa na Waislamu. Na hata nakwenda kufungua huduma, ona Mungu alikuwa ajabu. Walionipokea maeneo hata kanisani kwangu pale mpaka sasa hivi asilimia shirika kadhaa ni Waislamu. Kwa tunaishi nao na tunakaa vizuri. Nafikiri Mungu amenitoa huko pia niweze kuunganisha kizazi wa Kristo na kitu kimoja. Ukikutana na mtu sasa hivi anakashifu dini ya mtu, ni maamuzi gani unaweza kuchukua? Ukikutana na mtu anakashifu kabisa
achana na hii Ukristo, Uislamu. Kuna mtu tu wa kanisa hili huku tunajua nyinyi wenyewe wachungaji huku mnapigana sana vita. Yaani mtumishi huyu mtume huyu amkubali mtume huyu, kanisa hili amkubali kanisa hili, mchungaji huyu anazuia wasiende kuabudu huku. Unakutana na mtu sana, msema askofu wako tufanye. Mimi nafikiri ni mtazamo tu wa watu, na asilimia kubwa nimegundua watu wengi wameingia kwenye huduma, moja, hawana wito wa kweli, lakini pili, wamekosa niseme maarifa au elimu ya kimungu ya kweli. Watu wangu wanaangamia wakosa maarifa. Kwa hiyo mambo ni mambo muhimu sana. Huwezi kama mtumishi wa Mungu uletwa na Mungu, huwezi kumpiga vita mtumishi mwingine, hata kama Aisha una historia naye mbaya huko nyuma. Sasa nimegundua kuna baadhi ya msana wale hapa na pale watu wanapiga vita kwa sababu kuna historia ya nyuma zinafanyaje, zinawasumbua. Lakini mwisho wa msingi, mtu ambaye anaye Mungu kwa kweli hawezi kusema dini ya mtu yeyote na kuikashifu dini ya mtu yeyote. Sawa. Umekutana pale na mchungaji mwenzio, alikuwa anashuka kwenye bajaji, ameteleza, ameanguka, nguo zimemdondoka, hajiwezi. Jambo la msingi nitamsaidia. 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 Na sio vizuri kuzungumza mazingira kama haya, lakini tulishafanyaga hivyo nyuma. Sehemu moja kwa nimeenda kukaa, nilikuwa napenda kukaa na mtumishi mmoja na tunaongea naye, lakini yule mtumishi ni kama tuseme ana saluni, nifika na shevu, nakaa kidogo, nasubiri wengine washaviwe. Kumbe pale kuna mtumishi mmoja ambaye alikuwa anakuja kushevu kama mimi, lakini alikuwa na ugonjwa wa kuanguka. Kwa siku ile nafika pale, nisema kama bahati mbaya kama ameanguka. Na kama ameanguka ilikuwa ni mbele za watu. Na unajua ugonjwa wa kifafa unamtoa mtu katika namna ya kujielewa. Kwa hiyo ilifanyika pale, jambo la msingi nikaona hii ni aibu kwangu mimi, si kwa yeye. Nikamsaidia, nikampeleka mpaka chooni, nikamsafisha vizuri, akawa vizuri, na baadaye kuja kujitambua kila kitu kishakuwa sawa. Kwa hiyo haya mambo yanatokea. Sawa, mzee anapiga simu. Okay. Mzee Mwafongo. Wow. Bwana, tuko live na tuko na Pastor Ino, mchungaji kutokea GSC Dar es Salaam. Anayepiga ni askofu. Baba, Bwana Yesu asifiwe. Amina, zako. Mimi niko hapa nafanya kipindi, niko live hapa na Pastor Ino, nikasema nimpigie baba, atapokea simu yangu ya kwanza, ila sasa umeniangusha. Yani. Ndipo kanisani huko. Na nilijua muda wa ibada na nilitaka tu nikusalimie babangu. Barikiwe sana. Nimefurahi sana kuona ile nani. Sisi muda mrefu aingia. Kweli kabisa. Mimi nashukuru sana. Wasalimie watazamaji pia wanakusikiliza. Waambie neno moja la baraka kwa Ijumaa ya leo. Niseme tu Mungu abariki na wafike mahali kumjua Yesu, na Yesu atafika mahali kubadilisha maisha yao na kupata kile wanachokihitaji. Amen babangu, Mungu akubariki sana. Nitakupigia baada ya ibada nikusalimie vizuri. Asante sana. Asante. Pastor Ino anakusalimia. Wow, askofu wa makanisa ya GSC. Nimesikia faraja sana. Nimesikia faraja sana. Nilikuwa nataka tuje huku. Na mzee kapiga simu. Amen. Kipi mnajivunia kwa askofu wenu? Of course na vitu vingi unajivunia kwa askofu. Kwa mimi binafsi, nizungumzie binafsi na wachungaji wengine pia wanavyo vitu vyao. Lakini jambo la msingi, Bishop wetu Mpilaudi Mwafongo, moja ni mtu ambaye amekubali kutembea na Mungu. Maaskofu ni wengi Blight, lakini waliokubali kutembea na Mungu ni wachache. Bishop Mwafongo, jambo la kwanza, ni mtu ambaye amekubali kutembea na Mungu. Hiyo ni jambo la kwanza najivunia. Kuna watu walisema ukishindwa kuishi na Bishop Mwafongo, wewe kijana, basi mwingine utateseka sana. Kabisa. Kabisa ya. Wanasema ni mkali sana. Of course wanaosema ni mkali sijajua katika mambo gani, lakini ukali wa Bishop Mwafongo mimi kwangu umenisaidia. Mimi nimeenda kwa baba Mwafongo, of course sina chochote, yani mtu ambaye niseme nilikuwa nahitaji kupata mtu mlezi wa kunisaidia. Ijapokuwa najiona kwa niko vizuri, lakini Mwafongo akanisaidia sana hata kunibadilisha. Mpaka ongea, vaa, namna hiyo smartness is smart ya pastor. Ni smartness ya GICC kwa ujumla, Gilgal International Christian Center. Ibada zenu mnanyuka sana pamba. Wakati wa kusifu ni watu ambao hakunaga masiara. Nini siri katika kusifu na kumwabudu Mungu? Tumefundishwa na baba pia ni kama nilivyokuambia, ni mtu ambaye anatembea na Mungu. Hata ukifuatia kitabu cha Nyakati kinazungumza habari ya kina Yehoshafati walipokuwa wanataka kupigwa na taifa ambalo lilikuwa linakuja kuwapiga, waligundua hawana uwezo, hawana nguvu.
Biblia inasema Yehoshafati akapanga watu safu kwa safu kwa ajili ya kumsifu Mungu. Okay. Alipokuwa namsifu Mungu, Biblia inasema Mungu akawatetea. Kwa hiyo Bishop Mwafongo, moja ya siri anatuambia, wanangu, hata kama mna maono makubwa ya makanisa yenu na maono yenu mlionayo, pamoja na maono tulionao kama JCC, ili tufike mbali, tunahitaji watu ambao watakuwa ni watu ambao wenye msisitizo na wanakusimamia masuala ya ibada. Mtu akija badani asikute ibada kama inasema ni banda ya TV, akute ibada ambayo inaweza kubadilisha historia ya maisha yake. Kwa hiyo ndio maana JCC wakati wa kusifu ni kazi mzee. Banda la video watu wanakaa wametulia namna hii. Unajua, of course kuna niseme baba ni mtu ambaye hataki kanisa liwe kanisa la kawaida. Kwa namna gani? Anataka watumishi wa Mungu wanaongoza makanisa wao ni watu ambao wana roho wa Mungu kweli kweli, lakini watu ambao wanajiconnect na Mungu, lakini pia kwenye ibada wahakikishe Mungu anaonekana, sio wao wanaonekana. Ndicho mzee anataka. Nini ilikuwa safari yako ya uchungaji? Ilikuwa ni wito ulioteshwa, ni maono, ama uliona tu sasa maisha magumu nifungue kanisa? Mimi niseme of course kama nilivyokuambia, nimetoka familia ya Kiislamu na nimesoma mimi Qur'an. Hata watazamaji zangatajia yafanda akajua kwamba kusema nasema hivi wakajua kwamba ni mtu anasoma Qur'an. Kwenye Qur'an kuna aya moja ambayo ni maarufu sana na kila Muislamu lazima ifahamu hiyo. Nasema alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Ni miaka 19 sasa imepita. Nini maana yake? Hii ni kama mtu anamshukuru Mungu, kama ndio kumshukuru Mungu. Okay. Sasa ni miaka 19 imepita tangu niokoke. Na mimi unavyoniona hapa, mimi nilikuwa siwezi kutembea maana nilikuwa na kibiongo. Siko naelewa. Kuna kibiongo. Sasa ni historia wakati mwingine nitapata story utapata hiyo, utapiga story muda mwingine. Kwa hiyo nilipokuwa nimetoka kwenye nimempata Yesu kwa namna hiyo, hakika kuna kitu kiliingia moyoni mwangu cha kutembea na Yesu. Lakini sikujua kama katika maisha yangu itaweza kuja kuwa mchungaji. Hiyo ilikuwa sikujua. Japokuwa nilipookoka ndani miaka nafikiri miaka 8 mpaka miaka 9 ndio nikaanza kupata neema ya kuhubiri kanisani. Tunajua niamini ya kuhubiri kanisani. Lakini sasa nikaanza mtumikia Mungu na nikawa nimetembea baadhi ya mikoa na kufanya huduma na kwenda kuhubiri uinjilisti na hubiria watu barabarani maeneo mengine. Kwa mfano barabarani nimehubiri sana barabarani. Sana hii Dar es Salaam kila maeneo. Tukio gani? Nilikuwa napiga story na mchungaji mmoja hivi. Yeah. Kwamba walipoenda sehemu kuhubiri, kumbe ile sehemu walioenda ni msikiti. Wao walikuwa hawajajua. Wameka speaker ile wanaanza tu kuhubiri wakachapa viboko sana, yani ilikuwa Kariakoo huko. Kumbe wale washirika wale, si unajua vijana wa kusifu na kuabudu. Kila mtu akatoka njia yake tukakutana kanisani. Wewe ni tukio gani ambalo liliwahi kukukuta? Kwa ambao wanafahamu kwa hapa Dar es Salaam ukienda sehemu kama napaita Goba, Goba Center, ukiingia mkono kulia unaenda Makongo. Kama Kongo yes. Kwa mbele kuna msikiti mkubwa. Sasa pale mimi nilikuwa nafika pale nishazoleka maeneo ya kuhubiri. Nilikuwa nikihubiri maeneo na nilikuwa napenda nikihubiri na nitoe aya fulani kwenye mstari wa Qur'ani. Alafu naweka kwa mstari wa Biblia nafanua. Sasa kuna ambao walikuwa napenda ninavyokuwa nafanya na kuna ambao walikuwa nachukia. Kama unavyojua sio watu wanapenda injili uhubiriwe. Lakini nilikuwa nahubiri kwa namna ya kufahamisha umma kwamba Yesu ni nani na alikuja kama nani. Na akiwa hapa duniani Yesu lengo lake kubwa ni nini? Sio kwa ajili ya ugomvi, sio kwa ajili ya nini, watu kumpata Kristo. Yesu ni mwenye upendo. Sasa kipindi nahubiri nilikuwa naangalia, ilikuwa ni jioni majira saa 11 hivi. Ni stendi pale kwa juu kidogo. Naangalia kule stendi watu wamejaa. Kumbe huku nyuma sasa wametoka ndio niseme masjidi waliabudu. Sasa mmoja kama amekasirika akaja pale akanipiga fimbo nyuma, mimi kwa sikujua. Hiyo ndio tukio langu sasa, lakini nashukuru Mungu. Baadhi ya vijana bodaboda pale wakawa wameingilia kati na kuweka mambo kasa. Ya mwacheni mtumishi wana. Jamani mnao tutazama bwana kwa udhamini kubwa sana. Tunawezeshwa na Shady Brand Creative, lakini pia wa Karim 2026, bila kusahau Smart Friend Connect chini ya mkurugenzi ama CEO Dickson John Manko Mawise Dickson, lakini pia tuko na Medi Unique pia nao tuko pamoja. Med Fashion pia tuko nao kwa pamoja. So hii ni Bright Media TZ, tunapiga story na pastor kufahamu vile vitu ambavyo vimempa changamoto na mambo mengine mbalimbali kwenye career yake ya huduma na vitu vingine. Mawasiliano yake tutamtafuta Facebook.
Pastor Innocent Mohamed. Facebook ni Innocent Mohamed. Yeah. TikTok ni Pastor Innocent. Pastor Innocent. Instagram? Yeah. Instagram ni Innocent Mohamed. Innocent Mohamed. Yeah. Anakufuatia wewe, ni kijana mdogo sana. Sana. Gen Z. Yeah, sana. Yesu katotoa mbali sana. Huko wanasema ni ukanda mmeubadilisha. Hii Kimara wenyewe mnakuita Gaza. Yeah. Mapambana vipi na changamoto za vijana ambao wako mtaani? Mimi jambo la msingi naliona, of course ni maeneo mengi. Vijana wengi sasa hivi wana mtazamo tofauti na maisha magumu, na wengine wameamua kujibadilisha na kufanya vitu vingine sio faa ambao viendane na serikali. Sasa kama si vijana ambao wametupa neema kupitia Yesu na Mungu tulia naye, huwa tunatembelea vijana, unasema kuna vijiwe tunakutana nao ambao wanavuta bange, tunaongea nao na kuwaasa kwamba Mungu yupo, na kwa kuwa Mungu yupo, yeah, vijiweni, mtaani, yeah, kwingine kokote. Pastor Ino yeye anachapa injili kwa vijana, yeah, kwamba huo ujana una mwisho wake, yeah, kubwa Yesu kila kitu yupo, na tunatembea na Zaburi 119. Kuna mstari mwingine unafanana, ni kitabu kingine lakini maneno ni hayo. Nini? Yeah. Luka. Ni Luka, ya kitabu cha Luka. Niko vizuri kama. Yeah, uko vizuri. Nifungua kanisa. Sasa kufungua kanisa mpaka wito. Mpaka wito, ngoja tutaongea na mzee wa siku. Sawa bana, mimi natamani tufunge maongezi yetu, lakini yeah, natamani unambie kwenye changamoto za vijana wengi huko mtaani, wao wanatupitisha na wanatuambia kwamba wanaona watoto ama vijana wadogo sana wanakuwa wanafanywa habari ya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia. Yaani ukiongelea kitu ambacho kilifanyika miaka ya enzi za ukoloni, ukaanza babu zetu, vinafanyika mpaka leo. Yeah. Watoto wanabakwa, wanaajiriwa wafanyakazi wa ndani, watoto wadogo, watoto wananyimwa haki ya kupata elimu, wanalawitiwa na kila kitu. Kuna crew ya vijana kutokea Morogoro, Tanzania. Wao wakasema hili hapana, tunalivalia njoga, tunakwenda serikalini, tunaomba kibali, tuvae mavazi, wengine wavae kama watuhumiwa, labda watu waliofungwa tayari, wengine kama askari, wafungwe pingu, lakini watembee kwa mguu kutokea Morogoro mpaka Dar es Salaam, ile Kijazi interchange. Kwamba humo njiani lengo ni kueneza kauli mbiu kwamba ukatili na unyanyasaji wa kijinsia sasa basi, yani habari ya wanawake kupigwa, kunyanyaswa, watoto wadogo nini, hiyo basi. Wameamua kutembea kwa mguu. Wewe kama mchungaji kwenye hili unalionaje vijana au wameamua? Kwanza niwapongeze sana kwa maana nafikiri Mungu amewachia hiyo kiu. Kama wamekubali kwa kupinga huo unyanyasaji na ambao unatoka kwenye nchi yetu, binafsi mimi kama mchungaji nakataa na ninapinga, naungana nao. Lakini pia tushukuru Mungu, pia Mungu anatuelekeza kwenye maandiko, sababu kile cha Mwanzo sura ile 36 mpaka 35 inazungumza habari. Mwanzo ngapi? Mwanzo 35. Mimi niko vizuri. Ngoja kwanza. Unajua kuna watu wanajua sisi watangazaji hatujui kusoma Biblia. Sasa leo let me show you. Unaona? Mwanzo ngapi? 30? Anza 34 hapo. Bwana, anza 34. Alafu unaona nafungua Biblia na sibabaiki. 34 mstari ule wa kwanza utapata picha hapo. 34 mstari wa kwanza. Yeah. Ndugu mtazamaji, ndugu yako hapa, ndugu mwandishi wa habari, leo nasoma vifungu vya Bible, Agano la Kale, ile Mwanzo 1, Mwanzo 34:1, si ndio hivyo? Yeah. Basi Dina binti Lea, ambaye Lea alimzalia Yakobo, akatoka kuwaona binti za nchi. Shekemu mwana wa Hamori, Muhivi, mkuu wa nchi, akamwona, akamtwaa, akalala naye, akambikiri, moyo wake ukaambatana na Dini binti ya Yakobo. Akampenda huyu msichana, akasema na huyu msichana kwa maneno mazuri. Shekemu akamwambia Hamori babaye, akasema unipatie msichana huyo awe mke wangu. Sasa hiyo ni story ndefu kidogo, lakini short ni kwamba huyo Dina binti Lea ni mtoto wa Yakobo. Na Yakobo ameingia kwenye nchi ambayo Mungu amwambia aende kwa ajili ya kwenda kuongeza uzao wake. Na Mungu amempa maelekezo. Badala yake yule mtoto mkuu wa nchi akaja akamwingilia, mambo kama baya. Sasa mbaya zaidi kunaona ukienda mbele utaona Yakobo na watoto wake mmoja anaitwa Lawi na Simeoni. Waliposikia kwamba ndugu yao amefanywa ubaya na watu hao kwenye hilo eneo, wakanoa mapanga na wakaenda kuwaua hao watu. Unaona tatizo limeanzia kwa mtu amenyanyaswa. Sasa nakupata vizuri. Ndugu zake wakaona haiwezekani, tunaenda kulipiza nini?
Sasa hebu anza kuangalia, vuta hiyo picha. Kwa sisi tunaenda mbali. Wakarimu Walk Together bana, mnazidi kupewa maua yenu kutokea Dar es Salaam kwa Pastor Ino. Na najua matembezi yenu ikiwa ni kilele, tutajuzana kwa sababu hii iko worldwide, iko ni kubwa. Taambia wachungaji watakuja wapokee, waungane, wape mikono, waombe kwa kitu ambacho mnakifanya. Na mimi nitakuwepo hiyo. Utakuwepo. Hiyo imeisha. Najua Shed Brand Director na anayefuatilia hii, lakini Dickson John Manko, Made Unique, Made Fashion wote tunafuatilia. Pastor atakuwepo na watumishi wengine mbalimbali. Tutawapokea kwa maandamano ya heri na amani, kuungana na nyie, kwa sababu kumbe hayo maono yenu si tu mnapinga ukatili na unyanyasaji wa kijinsia, bali mnaepusha vita, mauaji. Kwa sababu kuna mtoto wa mtu atabakwa, atanyanyaswa kijinsia, au kuna mke wa mtu atanyanyasika huko, ndugu zake wale watakuja kulipa kisasi. Ukoo utalipa kisasi, kijiji kitaingilia. Kwa unaona hili jambo mnapokuwa kama ni Mungu amewatuma. Na hata ukiangalia serikali yetu, kiongozi wetu hakubaliani kabisa. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hakubaliani kabisa. Na tushukuru Mungu sana, wanapatikana vijana ambao wanaweza kutafsiri maono hadi ya maono ya nchi, kwamba mama peke yake hawezi kwenda kila eneo. Vijana wanasema hapana, sisi tunapinga unyanyasaji kwa mabinti, kwa vijana wadogo. Na ni kweli vijana wanalaitiwa. Sasa mimi hapa kuna dakika moja. Natamani kwa dakika moja tupate mahubiri kutoka kwako. Alafu tufunge. Yaani tupate mahubiri kutoka kwako. Sawa. Utukaribishe na ibada ya Jumapili. Tuambie unapatikana wapi. Kuna vijana na imani kwa hiki ulichokiongea. Kimara Temboni na ulipo kanisani sio mbali. Karibu sana. Dar es Salaam kote watu wanatoka mikoani, Tanga huko ulikotoka, Mbeya ulikotoka pia. Na maeneo mengine yote ambayo umewahi kuishi. Unaweza kufika. Dakika moja. Wanasema watumishi wa Mungu ukiwaambia kuhubiri, ambia sasa namaliza hii point ya mwisho. Alafu anaendelea. Mimi nakupa dakika moja utuhubirie. Sawa, asante. Pate neno la Mungu kwa kifupi kutoka kwa mtumishi wa Mungu, then mimi nitarudi. Karibu mtumishi. Kile kitabu cha Matendo Mitume sura ya 1 na mstari wa 8. Biblia inasema kwa habari ya kipindi Yesu anataka kuondoka, anaambia wanafunzi wake mitume wale, anasema kaeni humu mpaka mvikwe nguvu itakayo juu. Alikuwa akimaanisha Roho Mtakatifu ajile juu yao. Maana yake nini? Yesu alipokuwa anaacha kanisa sasa anaelekea mbinguni, alitaka kanisa liendelee. Ili amani ionekane kwenye mataifa, kwenye dunia, watu wampate Mungu vizuri, waishi maisha yao vizuri, wawe na fedha, wawe na amani, maisha yao mazuri. Yesu aliona kabisa lazima hawa watu wampate Mungu ndani yao. Sasa Yesu aliwaahidi wanafunzi wake kwamba ninaondoka, lakini nitawaachia msaidizi, Roho Mtakatifu. Kwenye maisha tulionayo vijana wengi ambao wanachanganyikiwa, kuna maroho yamewavaa. Biashara haziendi, kazi haziendi, wengine na madigrii, sasa hivi Tanzania wengi wamesoma, wana elimu, lakini kuna mambo hayaendi, wanarudisha shutuma kwa serikali. Serikali haituoni. Ukweli ni kwamba kwenye maisha yetu kuna roho chonganishi, roho za mababu, maroho ya giza, maroho ya ukoo. Kuna roho ambazo zinafanya kazi kinyume na mipango yetu. Yuko Mungu ambaye yuko na sisi. Pale kanisani GSC Dar es Salaam hapa Temboni. Tuna ibada siku ya Jumatano saa 10 kamili, ibada siku ya Ijumaa saa 10 kamili, na Jumapili raundi saa 4 kamili. Very powerful ibada. Na ibada hii tunawaalika watu wote, iwe ni Muislamu, iwe ni mtu aina yoyote, Mkristo, njoo kanisani. Roho Mtakatifu yupo, atakutetea. Na wote ambao wana mahitaji yao, neema ya Kristo itawasaidia. Barikiwa na Bwana. Shalom shalom. Mawasiliano yangu namba yangu ya simu ni 07 87 68 55 82. Mtumishi wa Mungu Innocent Mohamed Saleh Vuje, nawapenda. Shalom shalom.